mama halo. Halo kina baba halo. Asanteni sana. Simu ya mama imeita Geita. Halo halo. Halo mama. Halo halo. Mitano tena. Halo halo. Halo mama. Halo halo. Mitano tena. Aibu wanaona wapinzani maana wanachao. Aibu wanaona wapinzani maana wanachao. Hakika wananchi wa Geita hawana sababu hata moja ya kutokwenda naye. Oktoba natiki kwa sababu namkubali mama kwa mambo anayotufanyia Watanzania, hasa sisi wanawake. Mama ametutua ndoo kichwani, mama ametujengea hospitali, mama anatetea haki za kiki za sisi kina mama. Amejenga vituo vya afya vingi, sekondari amejenga nyingi, barabara ziko vizuri. Sasa kwamba kimaendeleo yuko vizuri mama. Mimi natiki kwa sababu nimemkubali, nimeona mambo mengi kafanya, mashule kajenga katika shule hapa wilaya yetu ya Mbogwe, hospitali nyingi, hospitali nzuri za kutosha, kila dispensary nimeona nyingi. Kwa mimi namkubali mama na Oktoba natiki. Tunakupenda, tunahakikisha Oktoba tunatiki. Mimi wa rais anatufaa, anajitahidi kuijenga nchi yetu kama mwanamke wa kwanza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunampenda, tunamheshimu, tunajua uwezo wake wa kazi. Kwa hiyo tunatiki kwa sababu hiyo. Ndivyo wasemavyo wana wa Geita. Samia wanaenda naye. Ni mikoa 26, mikutano 94 ya kusimama na kuwahutubia wananchi, akiwa amewafikia zaidi ya wananchi milioni 50 kupitia mikutano ya hadhara kama huu unaoona hapa na kusikia, pamoja na mitandao mbalimbali ya kijamii. Huyu ni Samia Suluhu Hassan, mgombea mwenye upekee wa aina yake, au nikiazima maneno ya wengine, huyu ni mgombea unique, akibainishwa na sifa za kuwa mzalendo, mtu wa watu, mnyenyekevu, mpenda haki, mtetezi wa makundi yote katika jamii, mvumilivu, mtulivu, mtu mwenye utu, mzoefu, mchapakazi na jasiri. Mambo kibao imefuta umeme wa mgao, majungu hayasaidiwi wenye chuki imekula kwao. Awamu ya Samia yani ni raha tupu, hadi wauza mchicha siku hizo wanakunywa supu. Samia anatosha, mwingine usipalamie ukapoteza dhahabu kwa kuchunguza mawe. Maendeleo tunaona ngazi kwa ngazi, barabara zapitika mjini na vijijini, na maflyover treni chini kwa chini. Kiukweli Samia wazee amebobea, mpaka mitaani wasubu wanaongea. Wagombea ubunge katika mkoa wa Geita wamejipanga vilivyo kutekeleza ahadi ya kuwaletea wananchi maendeleo. Umetengeneza mazingira safi. Sasa hivi kina mama tumekuwa wachimbaji wazuri, kutoka wachimbaji wadogo mpaka wachimbaji wakubwa. Mama, tunamiliki vitalu, tunapata leseni, lakini kizuri zaidi pia tumepewa mafunzo ya uchimbaji pamoja na mikopo. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Tunamshukuru sana mama, familia zetu sasa hivi zimenemeka kwa kutokana na mipango yako mizuri mama, asante sana. Wanawake wamenituma nikushukuru kwa sera yako nzuri ya kuwapa elimu wanafunzi wa Tanzania kwa kuondoa ada. Watoto wetu tangu elimu ya awali mpaka kidato cha 6 wote wanasoma bure bila kulipa ada. Mama, tunakushukuru sana kwa sababu kwa kufanya hivyo umetusaidia sisi wazazi. Jukumu la kusomesha watoto lilikuwa ni jukumu letu, lakini serikali yako kwa mapenzi mema kwa Watanzania wote na vijana na watoto wa Kitanzania ukaona uiweke sera hii ili uweze kusaidia watoto wa Kitanzania. Ameweza kufanya na kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati
ambayo ilianzishwa na mtangulizi wake, lakini hakuishia hapo, ameanzisha na ya kwake mipya. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Miradi mingi inajieleza yenyewe, ukianza na mradi wa SGR. Leo kwa mkoa wa Dar es Salaam mpaka Dodoma tunatumia masaa matatu. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini mwenyekiti wetu na mgombea wetu wa nafasi ya urais hakuishia hapo, ameweza kukamilisha ujenzi wa daraja la JPM Busisi. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Wengi tunafahamu adha ambayo tulikuwa tunakutana nayo kipindi cha nyuma pale, lakini mwenyekiti wetu na mgombea wetu ameamua kutuheshimisha sisi watu wa kanda ya Ziwa. Hajaishia hapo, akasema hili daraja liitwe jina la mzee wetu ili kumkumbuka na kumwenzi yale yote ambayo walishirikiana wote kwa pamoja. CCM iliahidi na ikatekeleza, na sasa kama ilivyo ada yake inaahidi na itatekeleza. Umetuelekeza unatamani kuwaona Watanzania wengi wananufaika na sekta ya madini na kutengeneza mabilionea wengi kupitia sekta ya madini. Ndugu mgombea wa rais, umeshatoa maelekezo kwa Benki Kuu na Wizara ya Fedha kwenye mfuko wa dhamana Export Credit Guarantee Scheme, tutenge fedha tuanze kuwawezesha wachimbaji wadogo waweze kumiliki migodi mikubwa na uwezo wa kununua madini ndani ya nchi yetu ya Tanzania badala ya kupeleka Dubai. Tunataka Watanzania ndio wanunue madini haya, sio kuyapeleka Dubai. Watanzania hao wapo hapa Geita, umeelekeza tuwajengee uwezo, wapate mikopo, wawe na mtaji mkubwa, madini yanunuliwe hapa hapa na sio Dubai. CCM oye! Daktari Samia, injinia wetu wa miundombinu, ulipoangalia kwenye eneo la bandari ukalitazama pia eneo jingine la utalii, 2021 uliona namna ambavyo utalii ulikumbwa na changamoto kubwa ya COVID na kupelekea hoteli nyingi kukosa wateja na vijana wakakosa ajira, na watu wote waliokuwa wananufaika na sekta ya utalii wakiwepo na wakulima na wafugaji walikosa masoko. Leo ninayo heshima kubwa kuja mbele yako na mbele ya Watanzania kwa kazi nzuri uliyoifanya na uliyotua, kwa kazi nzuri uliyofanya ya kuipitia sheria namba 65 na kuangalia sera ya mwaka 1999 ya utalii. Umefanya mapinduzi makubwa. Mwaka 2021 watalii walikuwa na vyumba ambavyo havipungui wala havizidi 5475, lakini kazi uliyoifanya ilipelekea ongezeko kubwa la vyumba vya utalii kufikia idadi ya vyumba 14786, jambo linaloonyesha ukuaji mkubwa wa uchumi wa taifa letu. Lakini kama vile haitoshi, watalii wa nje waliokuwa kuja Tanzania kabla ya kazi uliyoifanya mwaka 2021 tulikuwa na watalii 788. Ulipoingia kazini ukawatoa gaida wa kwanza, ukaamua kwenda duniani kutangaza utalii. Leo hii 2025 tunao watalii wa kigeni zaidi ya 2.1 wanaokuja katika nchi yetu. Lakini kwa kazi hiyo ukahamasisha Watanzania, ukawatia moyo, wakaona vivutio vyao. Kutoka watalii wa ndani 900,000 wakaongezeka mpaka watalii wa ndani 3,200,000. Takribani watu waliokuja na walioko ndani zaidi ya 5,200,000. Umevunja malengo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025 uliokutaka tuwe na watalii 5,000,000. Mwaka jana 2024 mwezi wa 12 umeshagonga watalii 5,200,000. Na hivi ninavyoongea, Daktari Samia, 9.2% ya ongezeko la watalii wanaongezeka ndani ya nchi yetu. Profesa mmoja alikuwa anajibu maswali, kila anapoulizwa swali anajibu,
anapatia profesa, ni mtu anaangalia miaka 30-40 ijayo. Wakasema lakini mwenzetu huyu akiulizwa maswali anapatia, mbona sisi anatuona kama vile hatuna akili? Safari hii tutamuuliza swali, na swali hilo akisema ndio amekosa, akisema hapana amekosa. Wakasema tutamchukua ndege, tutamweka katika kiganja, na akiwa katika kiganja tutamfutika hapo. Tukimuuliza profesa, ndege huyu aliyeko katika mkono wako yu hai au amekufa? Akisema amekufa watamwachia aruke, na akisema yu hai watamfikicha hivi afi. Kwa hiyo safari hii chochote atakachojibu profesa tutamuonyesha kwamba na yeye hana akili. Basi profesa akaitwa, akaulizwa, profesa, tunaye ndege hapa, tunaomba tuambie yuko hai au amekufa. Profesa akaangalia, akaona mtego uliowekwa pale, akasema, mheshimiwa mwenyekiti, kwamba ndege aliyoko mkononi amekufa au yu hai inategemeana na mkono uliomshikilia huyo ndege. Wale jamaa wametoka pale wamebaki wanashangaa. Kwa tulifikiri tumemtega hapa. Mkuu, kwamba chama chetu cha Mapinduzi kiko hai au kimekufa kinategemeana na mikono hii unayoiona hapa mbele yako, ambayo ndio imeshikilia uhai wetu, na ambao ndio wanakuahidi na wametuambia safari hii hawakupi kura zote tu, watakupa kura za kishindo na kura zote. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameongoza mageuzi makubwa ya uchumi, ya kijamii, ya kisiasa. Amefungua fursa kwa vijana. Kote tulikopita tumeelezwa miradi ambayo vijana amewanufaisha. Amefanya kazi kuhakikisha kwamba maendeleo hayako mijini peke yake. Hususan nembo kubwa ya kazi za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ni vijijini. Tumeona maendeleo makubwa. Wamekiri wananchi, wameshuhudia viongozi wetu kwamba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akizungumzia utu, anazungumzia utu wa kila Mtanzania. Akizungumzia utu, anazungumzia utu wa walio mijini na vijijini. Kwa kutambua kwamba nguvu kubwa zaidi inataka ielekezwe vijijini, ambapo ndipo wananchi wengi wanaishi, ndipo wavuja jasho wengi wanaishi, wakulima, wafugaji, wachimbaji, wafanya biashara ndogo ndogo, kina babalishe, mamalishe, walioko mijini na vijijini. Lakini hususan kila tunapopita hatukosi kuyaone makundi haya, na hapo ndio imekuwa lengo kuu la Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan angali anaitikisa kanda ya Ziwa. Baada ya Mwanza, Mara, Simiyu na Shinyanga, hatimaye ni Geita. Na hapa kampeni zimepigwa Masumbwe, Bukombe na Runzewe. Huku ni kwa kina Doto Biteko. Alionde, Dodoma alionde, Dodoma alionde, alionde, Mbeya alionde, alionde, Kigoma alionde, Kigoma alionde, Bukombe alionde, Bayage alionde. Kwa kipindi chote ulichoanza kampeni, haujawahi kusikika wala kumsema mtu. Wewe unazungumza matatizo ya watu na maendeleo yao. Unazungumza maji kwa ajili ya wananchi. Unazungumza elimu kwa ajili ya wananchi. Unazungumza barabara kwa ajili ya wananchi. Unazungumza kila kinachomhusu mtu kubadilisha maisha yake. Mgombea, umetufundisha mengi. Tena kauli mbiu yako uliyokuja nayo mwaka huu ya kazi na utu, tusonge mbele, umethibitisha bila shaka yoyote kwamba utu kwako ni kipaumbele na kazi kwako ni msingi wa maendeleo. Kwamba hata kama tutakaa kama taifa tukazungumza mambo mengi tuwezavyo,
Kama hatufanyi kazi, maendeleo ni ndoto, na maendeleo yote hayawezi kutokea kama hakuna utu. Umethibitisha utu, umejenga daraja la maridhiano kwenye nchi yetu. Kila mtu amesikilizwa. Hata waliomba katiba mpya ukasema lisiwe jambo la kutamkwa tu, ukaliweka kwenye ilani hii ili kwamba liwe deni kwako kwa Watanzania, kwamba katika kipindi chako cha miaka 5 utawapatia katiba mpya kama walivyoomba. Mama, umetufundisha mengi. Umetufundisha kuwavumilia watu, umetufundisha kuwaheshimu watu, lakini umetufundisha kutenda zaidi badala ya kusema. Ni kawaida ya mwanadamu kuwa fundi wa kusema badala ya kutenda. Wewe tofauti na wengi, unasema kidogo, unatenda zaidi. Mimi nafahamu kwamba katika kipindi chote cha uongozi wako umekuwa mwalimu wetu wengi, kwamba kazi ndio utakayopimwa nayo. Hutapimwa kwa aya ulizosema au kugani, utapimwa kwa maendeleo yanayotokea kwa watu, tena yasiyotamkwa kwa mdomo bali yanayoonekana kwa macho. Mgombea wetu, Mungu akubariki sana. Dr. Samia, uso kwa umati huu wana Geita. Geita ilikuwa ikimsubiri kwa shauku kubwa, huku wananchi wakiwa wamebeba matumaini na ustawi wa maisha yao. Wengine wametoka mbali sana kuja kumsikiliza Dr. Samia. Hivi mama anashindaje? Mama Samia anashindaje? Hey! Hivi mama anashindaje? Hey! Bukombe mama anashindaje? Hey! Bendera, 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 bendera. Hivi mama anashindaje? Hey! Mama Samia anashindaje? Hey! Bukombe mama huyo, Samia huyo, 2025 tunampa tena. Bukombe, hivi Biteko anashindaje? Hey! Doto Biteko anashindaje? Hey! Nataka nione mikono miwili kwa ajili ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Peperusha bendera, peperusha bendera, peperusha bendera, peperusha. Bila shaka Dr. Samia Suluhu Hassan amekata kiu ya wanageita waliokesha wakimsubiri kwa hamu na ghamu. Tulichokifanya serikali ni kuwaletea ruzuku ya mbolea, ruzuku ya dawa zingine za kilimo, lakini jengine ni kuwajengea skimu za umwagiliaji maji, kuwapatia maji ya kumwagilia ili walime, wazalishe kwa wingi, wauze kilimo biashara, wauze wapate fedha za kuendesha maisha yao. Hivyo ndivyo serikali hii tunavyowalea wana Bukombe. Vile vile Bukombe hii ina wafugaji wa kawaida, ng'ombe wa nyama, lakini ng'ombe wa maziwa. Tunachojipanga serikali yenu wana Bukombe, mbali na kuongeza nguvu kwenye sekta ya mifugo kwa ujumla, kutoa ruzuku ya chanjo, kujenga majosho, kukarabati minada na kujenga minada mipya, lakini pia kujenga machinjio. Tumeamua sasa tuingie kwenye ng'ombe wa maziwa, tuinyanyue sekta ya biashara ya maziwa. Hapa Bukombe ni wazalishaji wa maziwa wazuri sana. Tunakwenda kunyanyua sekta ya maziwa, lakini pia kuweka viwanda vitakavyochakata maziwa ili maziwa yawe bidhaa na wafugaji wale waweze kuuza bidhaa, fedha ingie mfukoni, maisha yaendelee. Hiyo ndiyo kazi na utu. Kazi na utu. Mkoa wa Geita unasifika kwa shughuli za kilimo, ufugaji, uvuvi, biashara pamoja na uchimbaji wa madini. Kuhusu sekta ya madini, CCM imedhamiria kuifanya Tanzania kuwa kituo cha uuzaji wa madini katika ukanda wa Afrika Mashariki. Unapokuwa na mtoto ambaye ana tabia mbaya kidogo,
mama anapopika na kufinika nyama jikoni, mtoto anakwenda kudokoa ile nyama na kula. Sasa wazazi wengine atamchapa yule mtoto mpaka yule mtoto aseme hapa nimezaliwa. Lakini wazazi mwingine nikiwemo mimi, kama mtoto ana tabia hiyo, kwenye zizi kuna ng'ombe, kuna mbuzi, kuna kondoo, nitachinja wanyama nipike ndani, watoto wale mpaka wakinai. Nitawalea namna hiyo. Na ndivyo nilivyofanya kwa upande wa madini. Vijana wangu wa Bukombe hawa walikuwa wanakwenda kuniibia madini kule wapi, Moyowosi, sijui Kigosi, Moyowosi. Walikuwa wanakwenda kuiba. Lakini rasilimali ile Mungu ameishusha hapa Bukombe iwafae vijana hawa. Sasa kuliko wakaibe, wakamatwe, wapigwe na askari wa hifadhi, wapelekwe mahakamani, nikasema hapana. Nikamtaka Dr. Doto Biteko na wenziwe serikalini wakae waangalie jinsi takavyoweza kufanya rasilimali ile iwafae vijana wa Bukombe. Leo wako hapa, wanachimba, wanauza, tumewajengea masoko, maisha yanakwenda vizuri sana. Na huku ndiko kujenga utu wa Mtanzania, ndiko kujenga utu wa vijana wetu, ndiko kuwawezesha vijana wetu waendelee na maisha yao yawe mazuri na utu wao upate heshima ya kutosha. Kazi na utu. Ili kufanikisha azma ya maendeleo, Watanzania wanapaswa kuungana kwa pamoja, kudumisha amani, utulivu na usalama, pamoja na kuwa na umoja na mshikamano wakati wote. Vijana, twendeni tukalinde amani yetu. Tusikubali kwa hali yoyote kushawishiwa kuharibu amani yetu. Hamtakwenda kwenye kuchimba, hamtakwenda kwenye muziki, hamtafanya chochote amani ikiharibika. Wakati nakuja huku nilisimama Kahama pale na nikafanya mkutano. Kahama pale kuna mchanganyiko wa watu kutoka nchi jirani, wote wako pale. Wamefuata biashara, wamefuata maisha, wamefuata amani. Mkiharibu nyinyi kwenu, kama wale wanakuja huku, nyinyi mtakwenda wapi? Hamna pa kukimbilia. Pa kukimbilia ni hapa hapa kwetu. Niwaombe kwa njia yoyote ile, asije mtu akasema fanyeni hiki, fanyeni hiki, fanyeni hiki, mkavuruga amani ya nchi yenu na mkaharibu sifa nzuri ya nchi yenu. Nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayoheshimiwa sana sana ulimwenguni. Naam, kazi imebaki moja tu sasa. Nayo ni kumpigia kura tarehe 29 Oktoba, kwa kuwa tayari amekwisha onesha dhamira ya kweli, ana sifa stahiki, nia, uwezo, mbinu na mikakati ya kuitumikia Tanzania. Nimekuja maalum kuwaomba kura zenu. Najua hata nisingekuja mngenipigia. Kwa mambo yaliyofanyika mngetupigia. Lakini uungwana ni kuja tuonane, mnione, nami kwa heshima na taadhima ni waombe kura. Kumpigia kura Dr. Samia ni kupigia kura huduma bora za jamii pamoja na miundombinu madhubuti. Kumpigia kura Dr. Samia ni kupigia kura dira sahihi ya maendeleo ya taifa letu. Kazi na utu, tunazidi kusonga mbele. Na huyu ndiye Dr. Samia Suluhu Hassan.